Naam, baada ya kubarikiwa pale na mahubiri moto ya mchungaji Chirima akiongelea kuhusu kuweka new tire, kwamba mama ameretire tu kwenye walimu lakini ameweka matairi mapya, ama anafaa kuweka matairi mapya ya kuanza safari mpya ya kuyafanya maisha yake yawe bora zaidi na kujiendeleza kimaisha. Moja kwa moja tunaingia katika kitengo cha speeches. Wako watu aina tofauti, wapo wanaowakilisha headmasters kwa sababu yeye alikuwa ni headmistress, wapo wanaowakilisha TSC kwa sababu amekuwa mwajiri wa TSC kwa kipindi chote hiki, wapo ambao wanawakilisha kikundi ambacho kilihusika katika swala zima ili la kuandaa ili tamasha, wako yupo ambaye anawakilisha majirani, wapo ambao wanawakilisha familia, na mwisho kabisa tutakuwa tunamalizia na mheshimiwa ambaye ni shemegi yake Mama Madam Lena Kiteme, na ndiye atakaye anamalizia speech pale akiwa anatupatia mawili matatu. Unajua ni mwanasiasa, kwa hivyo lazima aguse siasa kidogo, ni mtu wa Murima, kwa hivyo lazima aguse kitu kidogo. Kwa hivyo twende kwenye speeches, then tutakuwa tunamalizia. Today's your retirement day. It's alright to feel like you do. Come on and clap those hands and celebrate. 'Cause today is all about you. It's all about you. You. Go travel the world, have big fun. Lay on the beach, soak up the sun. Play 18 holes of golf or watch TV. Sleep in late, then go to the malls for the grandkids and send them back off. Just let yourself be free. If anybody asks you why you're smiling so, don't hesitate to set them straight and let them know. Today is your retirement day. It's alright to feel like you do. Come on and clap those hands and celebrate. 'Cause today is all about you. It's all about you. About you. Go eat at your favorite restaurant. Take a coffee break as long as you want. No more rushing off to work each day. 'Cause over the years you paid the cost. Smile and say farewell to the boss. Now you can live it your way. If anybody asks you why you're smiling so, don't hesitate to set them straight and let them know. Today's your retirement day. And it's alright to feel like you do. Come on and clap those hands and celebrate. 'Cause today is all about you. It's all about you. You are about you. Give thanks unto the Lord for the blessings of this day. You got a special kind of wealth, family, friends, and good health. Those are things that cannot be replaced. Oh, today's your retirement day. And it's alright to feel like you do. Come on and clap those hands and celebrate. 'Cause today is all about you. It's all about you. You are. It's all about you. Today is your retirement day. Wapi makofi kwao jameni?
Hebu uliza mwenzako kama hujatoa jasho sasa wewe, surely. Hebu muulize tu. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Thank you so much. It's whatever you like. Turn this up to a club. I'm talking drinking, smoke free, party all night. Come back, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you. Get you all night, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. All night, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Just meet me at just meet me at the just meet me at Ai. Wapi makofi ya watoto hawa jamani? Hiyo ni talanta. I've got a song I want to sing to you on this special day. I've got a song I want to sing to you on this graduation day. It goes like this. From my heart to your heart, I thank you for all you've done. From my heart to your heart, I thank you for all the fun. From my heart to your heart, I've grown and learned so much. From my heart to your heart, I thank you for all the love. Thank you, parents. Thank you, teachers. Thank you, everyone. Thank you, friends. Thank you, family. Thank you so much. From my heart to your heart, I thank you for all you've done. From my heart to your heart, I thank you for all the fun. From
Makofi jamani, imeisha. From my heart to your... Haya, mkuu mnasikiza basi. My heart to your heart. Haya, wapi Mnyalasoni church dancers? Wako Apewe
sababu ya time. Ni mawaidha tu ambayo tayari tumepewa, ni kama tu kupeana sasa yako hiyo. Haleluya. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa ajili ya watoto. Nilikuwa nikiangalia watoto wengine ambao hata hawakutrainiwa kama huyu mjukuu wa Makanga, na amecheza vizuri. Academy ya kule tu Mkudi nayo imecheza vizuri. Watoto wa kutoka Mnyalasoni wamecheza vizuri. Wacha tu tuwapigie makofi ili wapate kujua wamefanya jambo nzuri ya kufurahisha. Ukweli ni kwamba watoto wanapoguswa vizuri wanaweza kwenda mbali. Kwa hivyo ninasema tu watoto ambao wazazi wako hapa na wamewatolea kwa ajili ya kumchezea Mungu na kwa ajili ya kusoma, wacha niseme Mungu abariki. Tuwaombe ili kusudi wakatapate kusonga mbele na hatimaye wanaweza tu wakafanya mambo mazuri kwa ajili ya kuwakilisha Mungu na kuwakilisha taifa. Kwa upande huo ninasema tu Bwana apate kuwabariki. Amen. Pigie makofi mzee wangu. Ameobserve time. Thank you both. Tunashukuru sana kwa hiyo. Nimeambiwa kuna local leaders ambao ni hapa mtaani. Kama kuna mzee wa mtaa yuko hapo jameni, mzee wa mtaa, na kama yuko kuna Kabi, tupate Kabi akaweze kuongea jambo moja. Mzee yuko, mzee wa mtaa. Karibu sana baba. Chukua mic hapo hapo, tupata sauti hicho hapo. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Yote natumaini yameongewa. Mimi ni mzee wa mtaa wa area hii. Kwa hivyo nashukuru sana nikiona vitu vya retires. Hata mimi nimeretire. Lakini nilipomaliza meretire tunakufungiliwa bia tu chui kama nenda nyumbani. Kwa hivyo wajua kila watu wana department zao. Simbarikiwe sana. Thank you so much. Wapigieni makofi. Barikiweni sana. Wapigieni makofi. Nimekuja bila uniform na faini. Asante. Pigieni makofi basi wanapoondoka hao ni wastaafu. Bwana Chirima amesema kwamba hatufi, na imagine basi hatufi. Bado tupo. Head teachers. DJ. Shika. Head teachers. Representative wa head teachers yupo? Kunaye mwakilishi? Assalamu alaikum. Mimi naitwa Mwalimu Jumapili kutoka pale Mwaluvamba. Naongoza shule moja pale ya private inaitwa Salbimo Academy, well known sana huko Mkongani ward in Shimba Hills sub county. Nimekuja hapa kwa sababu nilipata mwaliko na madam. Nilifanya sana naye kazi, tulikutana kwa seminars, kwa mikutano ya HIOs, so tunajuana sana. Alifanya kazi vizuri, ni mchapa kazi, napenda tu sana ushauri wake. Tulikuwa tukijadiliana kitu kigumu kidogo, anasema tafadhali tusifike huko, tunafaa tuvoende hapa na hapa na hapa. Ni mshauri mzuri sana, namkumbuka na namtambua sana. Kipita madam, ulifanya kazi yako vizuri. Ulifanya kazi yako, natamani wewe ulinifundisha. Ningepata mengi zaidi hata kushinda yale ambayo niko nayo. La pili, uji wangu hapa mimi nimetumwa na mama, si mama yangu lakini ni mama yangu, mama wa Nati. Mama wa Nati ana represent huku Mkongani, Mwanamisi Mjimba kutoka pale Mtsangatamo Primary School. Yeye ni wakilishi wa mama katika ile kundi la Nati kule Kwale. Amenituma kwa sababu alipata mwaliko na akaniambia kwamba mimi niko na dharura, naelekea mahali fulani, kuna shughuli za harambee za kupeleka mtoto mahali, so tafadhali nenda. Kwa sababu tunaaminiana kikazi, tunafanya kazi pamoja, tunashirikiana, akasema tafadhali nenda kumwambie mwenzetu Madam Lena, congratulations, keep it up, relax na maisha. Nafikiri mambo mengi yamezungumzwa sana na Pastor nani? Kitu ambacho kimenifurahisha, nimependa sana Hidden Talent.
Madam from Hidden Talent, keep it up. I'm from Salvimo Academy, but we don't have that one. Yeah, I don't. It's true. We don't have that one, but I will come for benchmarking. They prepare for that one. Yeah. Kitu kingine ambayo nimefurahia zaidi hapa, nilikuwa nasikia tu kwamba kuna Captain Noi. Leo I have seen with my naked eye. My friend, tutachukua picha baadaye ili uwe na ukumbusho. Thank you very much. Be blessed, madam. Be blessed. Thank you very much. Pigeni makofi jameni, pigeni makofi anapoondoka. Zamani wapendwa, nilikuwa nashindwa hata na kutamka neno nut. Nani anajua spelling zake sasa hivi nimpe ticket ya kwenda Turibe. Nut spelling. Naona hakuna mwalimu. Kirima anasema anajua yeye ni mwalimu Siraki. Haya. Tusonge mbele. Tunaenda sasa kwa nimeona kuna CSO. Pia kuna mwakilishi wa kike pia jitayarishe maana yake tunataka tuwe na gender jameni. Wanaume wameongea wengi, si kweli? Haya. Asante sana mheshimiwa. Let me say you in line with the guest of honor, Madam Lena. We salute you pamoja na mzee. Wengine wote itifaki ikifadhiwa, hamjambo. Naitwa Bwana Brian Kinjabi, ni ofisa wa nyanjani, Teacher Service Commission. Na urefu wangu ni kwa sababu niko na ngazi ambayo inaheshimika. So I'd like to recognize all the teachers who are here first, because they are the ones who make me count. So walimu mahali mlipo naomba tumsimame, because you're very important and I've seen several of you. Please, let's have the teachers standing. Tuko na staff wetu pale kwa ofisi. Tuwapigie makofi hao wote. Aha. Wow. Come on, clap for them. Clap for them. Yeah. Thank you very much. Yeah. Asante. We really recognize who you are. And we freely now want to commit. Mimi najulikana kwa nyumba zote za walimu kwa sababu ya kuwasumbua na data. Mara kwa mara nataka kujua walimu ni wangapi, wanafunzi wangapi wako absent, nataka kujua unavyo vingapi, nataka kujua ya kwamba umeangalia, umeobserve walimu. That is my work which I always do, and I really harass them every other time. Kwa hivyo mzee, mimi ndo yule huwa nilikuwa namsumbua usiku, simu, sijui asubuhi hujafanya hili, and I want to say I'm the one who kept her young. Simu nipigie makofi jamani. Something to really note about them. I also want to appreciate the retired teachers, combination unity. Madam Lena nilipokuja hapa, msimwangalie tu kama madam wa ile shule ambayo alikuwa anafunza pale Hidden Talent na pia Mkundi. She was the we call her the Kepsha Vice Chair. Kwa hivyo huyu ndio alikuwa anaongoza shule zote. Upande huu nina shule chache tu, shule karibu 40, ndio sababu nimenona. Simnipigie makofi pia. So she was in charge of all those head teachers. Na kwa mkutano yeye ndio alikuwa anaweka order. We know her for being very organized. Sijui nyinyi mnamjua vipi, lakini ukiona vile hii hafla inaenda and how it is organized, the clothing, the way the flowers are arranged, that is Madam Lena. And we appreciate her for that being that way. Aliweka order kwa walimu wengine, heads of institution. So thank you very much. Keep that discipline. Don't lose your touch. Tulikufungia kwa system ya TSC. Tunataka tu uende class uzunguke pale, lakini you are more than a leader. Your leadership is not tied to the institution. Kwa hivyo najua ni mtu ambaye atakuwa resource kwa community yote, kwa makanisa. Ni mtu ambaye pia bado tutamtegemea. Tuna program inaitwa mentorship TBEC. So huyu mara kwa mara ukiona nimekutumia ka mwalimu ukae naye mahali hapa chini, uelewe ni kwa sababu we know you are a wonderful mentor. Tumpe kofi moja kwa haya. So please feel valued. You are now refired, okay? Or no, retired. So you have fire again, and we hope that you will keep working so much. And I'm really impressed. Ametuletea mbunge hapa. Si ni mtu wa maana sana.
Si ndio? Na si mbunge tu wetu wa hapa, mbunge wa huko international, si ndio? So please, we know you have even leadership qualities in you. Madam, go and take charge. You have our support and blessing. Ningependa tu pia kufinalize kwa community kwa sababu niko hapa, mambo ya CBC, mambo ya 844. Tumepata kuna walimu ambao tumewatuma kwa JS in the schools around here. I'm talking on behalf of the sub-county director. Kwa hivyo kuna shule kama hapa Simanya, Mbegani, kuna walimu ambao wameletwa pale kwa JS, we thank God. Pia kuna wale ambao wamekuwa employed, permanent and pensionable. Tutakuwa na training yao from next week on Tuesday. Tunawaingiza mambo ya CBC. Let us just support what is happening. Hatushindani na wale wa kule town, sisi tunajenga mtoto wetu wa Mkongani. And so we go step by step knowing that we'll do our best to shine. Mkongani is the best zone. Mkongani is the best zone. Mkongani is the best zone. Mkongani is the best zone in even this Kwale County. Na huyu CSO anajulikana sana kwa sababu ya nyinyi wazazi, walimu na community tukifanya kazi pamoja. It is good when we come when we are alive. Sijui head teachers wako wapi, lakini kungekuwa mambo mengine, sijui mtu amefariki, watu wangekuja wengi. I better come and say good things when you can hear. I better come when people, please we say good things when people are alive, and that is where value counts. Please let us do that and share the love of God, and I'm sure great things will come. Pastor, you talked on my behalf. Kwa hivyo nikiendelea ninaboo watu. Asante sana, Mungu awabariki. Thank you, asante sana, mpigeni makofi jamii. Hawa watu wamesoma kweli. Hapa tunadili na walimu hapa. Mara moja na imeshikwa. Haya, sasa ndio tunataka kuanza sasa. Wakati naomba vipasa sauti vile vimefika huko, tukimaliza tu ile ya mwisho awe naye amesimama. Haya, twende pamoja. Moja. Karibu sana mheshimiwa, karibu sana. Asante sana. Mgeni wetu wa heshima Mama Lena na Bwana Banake, the House of Clergy ambao wametuhubiria vizuri sana siku ya leo, walimu wote ambao wamefika na watu wa hapa pande hapa tunakuita Shimba Hills. God is good all the time. And all the time. Bas. Na pia najua hapa kuna wakamba muya ine museo na mavinda onde na wale kuna hapa pia kuna wazungu. How are you? Mko poa? Na pia hapa najua kuna Waduruma wanasema wasindazi. Sinda simanya hui. Ndobizo. Tototo. Hapa anaangalia chini. Na pia kunajua kuna watu wa Mrima, niwaambie gaini mwega. Mwega muno. Na ide shiothe. Muriega. Muriega rigi. Hapa naona ni Kenya mzima iko hapa. Hapa kwa zika kama kuna Waluya musangalire. Musangalire. Mulimu oyo. Hapa wanaonekana pia wako. Asanteni sana. Asante. Yangu kwanza ni shukurani kubwa kuja upande huu tunaita upande wa Coast. Kwa wale ambao hatujuani, mimi naitwa wakili Edward Mureu. Mimi ni mbunge wa eneo ya Mlima ambayo inaitwa Gatanga constituency kule karibu na Thika. Na siko hapa kama mbunge. Niko hapa kama mtoto wa hii boma. Niko hapa kama mmoja wenu kwa sababu Madam Lena ni my sister. Ni my sister kwa sababu wakati nikuja hapa miaka zaidi ya 30, ambapo wakati hakukuwa na barabara,
nilikuja helikopta nikaanguka juu kama ile mnyama pasta amesema habari yake. Alinipatia sister yake ambayo anaitwa Mwende ndo Kevayu. Na huyo ndiye sister, na wako wawili peke yao wasichana. Akaja akanipatia huyu dada yake anaitwa Maria Mwende. Hiyo wakati alikuwa Wakiteme, lakini wakati alikuja kule kwa mlima akaguza mlima akawa wa Muriu. Na tumebarikiwa na watoto watatu, wasichana watatu, na ningetaka wakuje hapa. Sonia, Ngari mkuje. Aya, huyo ndio mdogo kabisa. Unaona anakaa kama mama yake. Anaitwa Wangari. Naye huyu ndiye mama ya Mary. Ambaye anaitwa Kamene. Tiwa? Na kuna mwingine mkubwa ambaye yuko London, ambaye anasoma huko, anafanya kazi huko, na nitawapatia nafasi waongee. Lakini pia nimekuja hapa na Yes. Ya hapo my brother anaitwa Isaiah Mungai, ni wakili mkubwa sana hapa Mombasa, na bibi yake pia. Karibuni. Na kabla sijawapatia nafasi ya kuongea, na sitaki kuongea sana kwa sababu mimi hapa kwanza ni Muthoni, na Muthoni akija pahali lazima anyemelee. Na huyu ni Muthoni ambayo alikuja hapa akajitetea vizuri mbele ya wazee, lakini nikaambiwa uko na mdomo mzuri, lakini pia lazima utupatie vitu kadhaa. Kitu ya kwanza nikaambiwa nenge akamba mbuisi ya ndeo, na nikuwapatia. Nikaambiwa huko mashamba ni kubwa sana, wanataka ng'ombe ya kulima, sitawandao nzao tu. Nikaambiwa nitoe nzao, nikawapatia. Pia nikaambiwa hapa kuna wazee pia wanataka kitu kinaitwa evula, nikawapatia. Pia nikaambiwa hapana, hujamaliza. Hapa tunataka pia ili tuwe ni mwanaume kutoka kwa mlima, ukuje na mzinga ya nyuki, ikiwa na nyuki. Mimi mwenyewe pale Mukuru nikakuja na mzinga ya nyuki, kama nimefanya nini? Nimeshika. Na wakati Maria aliona namna hiyo, mimi ni jamaa ambaye amekomaa, kishujaa, kwangu hajawahi toka. Anakujana hapa kutembea. Singetaka awasalimie? Si ndio? Asante, wacha asalimia marafiki. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Na washukuru nyote kwa kuwa hapa, kwa dada yangu mkubwa. Pengine nikumbuke lugha kidogo mwaseo. Mgeni wa heshima, ili tuende kwa kufungua nyumba, tunaenda haraka ndio tuende kwa zawadi, tukule keki, mambo inafuatana hivyo tu. Kwa hivyo tuache tumpatie mzee nafasi akaweze kutuambia jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asifiwe sana Yesu. Amen. Nitazungumzia kuhusu mke wangu. Pia anaitwa Lena Lui. Ila ndio jina kamili. Bwana asifiwe sana. Kuna hadithi kidogo nataka nizungumze ndio nimalizie. Kuna mnyama anaitwa antelope kizungu. Antelope ni mnyama ambao ni maridadi sana ukimwangalia. Sasa huyu mnyama ambaye ni tutamuita swara au tutamuita nini? Akiwa msituni alikuwa mjamzito. Na ikafikia wakati wake wa kuzaa. Na wakati ulipofika alitafuta pahali pazuri ili aweze kuzalia pale. Lakini la ajabu, wakati yule anaendelea na ile kazi ya kujitayarisha kuzaa, pakatokea Masai
na mkuki, akahatarisha maisha yake. Kabla hajaangalia upande ule mwingine, akaona simba amemuona, akaona kitoweo, na kabla hajahangaika kuna simba, kile kichaka ule msitu ukawaka moto. Yule swara, sababu alikuwa na malengo ya kuzaa. Yule Mmasai ambaye alikuwa na mkuki alitupa mkuki wake. Ule mkuki ukamwingia yule simba mdomoni, akafa. Ule moto naye Mungu akanyesha mvua, ule moto kaisha. Yule swara akazaa, kwa sababu alikuwa na malengo ya kuzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nasema nini? Nasema mke wangu ni mwanamke mwenye maono. Bwana asifiwe sana. Amen. Hakuna chochote, maana katika hiyo kazi aliyoifanya kwa miaka 37 lazima kulitokea shida na mambo tofauti, lakini hayo hakuyaangalia na hayakumzuia kufanya kazi yake vizuri. Kwa hivyo nasema nini? Ni mke mzuri, ni mke mwema. Na ninafikiria vile ninajua kwamba madamu amekuja nyumbani na hata angaishwa na TSC, basi sasa mambo yatakuwa mazuri zaidi. Na Bwana amen, amen. Mkaribishe. Okay. Mkaribishe basi mama kwa makofi. Namwita mama watoto. Yes. Karibu. Wapi makofi ya mama jameni anaposimama? Mama wa mipango ama mipangilio na si wa kutenga. Hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ningependa kuwasalimia katika jina la Yesu. Hamjambo? Hatujambo. Pili, nina furaha kubwa kwa sababu ya wewe kujinyima ama kuacha kazi zako na kufika mahali hapa ili tusherekee pamoja. Si ubarikiwe kwa hilo. Amina. Tatu, mengi yamesemwa kunihusu. Ni kweli nimefanya kazi ya ualimu miaka 37. Mchungaji Chirima, ningekufundisha lakini nilikuwa college wakati huo. Ndio nilikuwa nimeenda sasa kunolewa niwe mwalimu. Na ningeenda teaching practice shule uliokuwa unasoma, ningekufundisha. Kazi ya walimu ni kazi ngumu. Ni the mother of all professions. Ndio tunaunda kila mtu. Na ili uunde kitu kiundike, ni lazima uwe mkakamavu, lazima ujitolee. Nimekuwa na kipindi kikubwa, kirefu, hata kukataa ukubwa, kwa sababu nilikuwa najaribu kubalance kazi na familia. Watoto walikuwa bado ni wadogo, huku wakubwa wananiambia nipewe promotion, nawaambia siko tayari. But nilipoona sasa wameanza kuwa wakubwa kiasi, kina Mr. Brian wakaninyakua na wakanipatia mamlaka mengi. Lakini nashukuru pia kwa sababu yalininoa. Ule ukubwa umeninoa, umenipatia njia ya kuongoza. Nilipomaliza college nikaingia kazi ya walimu, sikutosheka tu na kuwa P1 teacher. So palipofunguliwa nafasi ya kwamba tuweze kuenda katika ile parallel program, nikazungumza na jamii yangu, wakaniambia ninaweza,
Kwa naona nimezeeka, wakaniambia bado kuna watu wazee zaidi yako, nenda. Na nilipoenda Nairobi University, nikawa sasa nimekuwa mtoto wa dadangu. Nikitoka hapa wakati wa likizo naenda college, nikifika kwa dadangu sibebi vitu vyovyote, nibeba tu nguo zangu za kuvaa. She gives me everything. Ananipatia mpaka transport ya kwenda college, ananipatia mpaka. Naam, baada ya speech ya mwisho kutoka kwa mgeni wetu wa heshima Mr. Louis ambaye ni baba mzazi na Madam Lena ambaye ndiye mhusika mkuu ama ndiye mgeni wetu wa heshima katika shughuli ya leo, na kuweza kutueleza safari yake ya ualimu, japo tusamehe kidogo kuna pati imekatika kidogo, lakini yote tisa. Sasa hivi tunaendelea katika swala zima la kufungua nyumba. Baada ya kufungua nyumba tutakuwa tunarudi tena tuweze kukata keki. Baada ya kukata keki, basi watu wanaingia kwenye mlo. Kuna pilau, kuna ng'ombe nzima hapo imechinjwa. Watu wajiachilie, wale washibe, wakubeba abebe. Hivyo ndivyo sherehe hii ilivyo. Karibu. So I think that there's some announcements, MC, Pastor Haja Ombe. Yes. Dear Heavenly Father, Lord, you say the one that 12 days without you. Lord, we pray, Jehovah, Lord, that Lord, this will be really blessed, that Lord, this will be the house of peace, this will be the house of joy, in the name of Jesus Christ. Lord, I pray for your provision. I pray that Jehovah, Lord, you will reign in this house, even in their hearts. Whoever will come here above will bring peace in the name of Jesus. We rise against every spirit of every demonic spirit, every spirit of infection, every spirit of destruction, in the name of Jesus. Lord, we declare this place a hope full of peace, a hope full of love, in the name of Jesus. Worship you and glorify your holy name. Receive all the glory and the honor for the Father that you brought to this family. In Jesus' name. Anything? You're not saying anything? There's a mic there, please. The mic is not working. Inaweza fanya. No, there's not vile si mambo imeanza na sasa nikifungua hii yatakuwa wewe. Tazile makasi. Basi naenda kufungua hii nyumba rasmi kwa siku ya leo ambayo ni tarehe 19 mwezi ni huu wa 4 mwaka ni 2025. Wapi nduru na kelele? What were praise over? And you are the first one to enter.
yako itawale, amani yako itawale, nguvu zako zitawale katika jina la Yesu. Wageni watakaofika mahali hapa Bwana wawe baraka katika jina la Yesu. Na kuinua wacha Bwana neema hii ikasambae kwa jamii yote katika jina la Yesu. Inuliwe na kutukuzwe na Yesu Kristo. Amen. Amen. Hai, kati hiyo Musa moja. Asante. Nashukuru Mungu. Asante kwa wakati mzuri. Naomba wapewe viti. Leo ni watu wa ajabu, watu muhimu, wapewe viti, wakae tu hapo. Tusije tukawapeleka kule mara warudi huku. Bwana asifiwe. Tumevumilia. Poleni. Kwa sababu ya sherehe kuanza late. Tuvumiliane, tufanikishe siku ya Madam Lena. Aujui kesho tunaweza kuana yako. Tukikuharakisha na kukuachia pilau yako, si utasikia vibaya. Vumilia, tukule pilau ya Madam ametuandalia na tuende nyumbani. Amen. Amen. Tumevumilia hapa, wamama wakajilembua hapa. Sasa tusiache ile part muhimu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pastor Rebecca Muli. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kupewa hii nafasi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa majina ni Christine Kimanzi. Nashukuru ni kwa ajili ya kupewa hii nafasi. Tunaenda kuanza kukata keki zetu na kuna mambo tu kidogo. Kwanza mtumishi wa Mungu ataongea. Kwa hivyo naomba ukawe na masikio ya kutega masikio ndiposa ukapate kujua atasema nini. Wimbo umesema ndino yandanya. Utana muzao my friend, utawachwa hapo. Na muzamo ndio muone. Mbukele wone. Kwa wale ambao wasikii Kikamba, wacha ni wa translate ya Musa wa translator. Hii dunia inataka uwe na ladha. Maandiko yanasema chumvi ikiwa haina ladha ifanye nini? Haifai. Ifanywe nini? Alafu ifanywe nini? Ikanyagwe. Haya basi chunga. Itupwe na ikanyagwe. Underline hiyo. Acha nikuoshe basi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nimekwambia tusichoke, kwa sababu ukichoka utaharibu utamu ulioanza tangu wakati ule tulianza. Kwa hivyo tuvumiliane na Mungu atatubariki. Naomba mwenye ana Biblia kwa simu, kwa wapi, sitashikanisha. Utafungua Biblia yako unisomee vifungu
mistari kama miwili, niongee kidogo, hautaboeka kwa sababu unangoja keki. Amen. Nataka ufungue Mathayo 22 na apewe kipaza sauti mwenye atanisomea tafadhali. Matthew 22 mstari ni wa 37 39, mistari miwili. Nani atasoma apewe kipaza sauti? Okay, sawa. Akasema, yes. Akawaambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Na kwa akili. Mambo mangapi msomaji? Ni kama maine hivi. Ni matatu. Ya kwanza alisema kwamba mpende Bwana Mungu wako. Mungu wako. Mpende. Madamu umeambiwa umeanza safari nyingine. Hallelujah. Hello. 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 Nataka nione mtu anafanya mkono namna hii. Hello. Hapa kuna watu wanaongea. Hello. Hapa kuna watu jamani. Hello. Alright, na upande huu. Hello. Alright, ni wakati mzuri ambao tunataka tuingie tuangalie matumbo yetu. Najua tunachelewa sana, kwamba kwanza samahani kwa ajili ya muda, tumechukua muda mrefu sana, lakini mabibi na mabwana, nashukuru sana kwa muda wenu. Niko hapa kwa ajili ya kupeana shukrani, yani vote of thanks, na kila mmoja ambaye ameweza kufika, natoa shukrani zangu kwa niaba ya familia ya Lui, nikisema mumeweza kulifanya jambo la busara. Kwa sababu gani nasema ni jambo la busara? Kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukikutanishwa katika maafa, kumetokea ni mazishi, kumetokea ni jambo limetendeka baya, watu wamekosana, ndio tunakusanyika kwa wingi. Lakini tumekusanyika kwa ajili ya jambo zuri la kusherehekea kazi ya mama yetu ambaye ameifanya kwa muda na inaweza kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nashukuru kila mmoja, nashukuru waliotoka mbali, waliotoka karibu. Tuendelee na mtindo huu. Hii ni changamoto kwa wale wengine. Naomba ikiwa una shughuli yako, tualike tuje. Mimi ni mmoja, nimekubali. Tualike. Hello. Tualike. Kuna mtu ananisikiza kumbe. Ukiwa na shughuli yako, tualike. Ni wakati wa kula, tupange foleni tuleni. Bwana wabariki sana. Thank you very much ladies and gentlemen. Na Bwana wabariki. Naam, baada ya kuchukua masaa yako mengi, labda pengine kuna moja mawili ambao hayako kufurahisha, utaniwia radhi, lakini nasema shukran sana kwa kuweza kuitazama video hii ambayo imehusisha shughuli nzima ya sherehe ya kusherehekea kustaafu kwake mama yetu ambaye ni Madam Lena Kiteme, na pia ufunguzi wa nyumba yake. Mimi ningependa kusema shukran sana kwa kuweza kuchukua muda wako na kuitazama. Unaruhusiwa kuitazama tena na tena na tena kwa muda wako. Wananiita Mwanamfalme Captain Louis, the real eagle. Lakini kwa wale ambao wanataka jina la kitambulisho, naitwa Jonathan Makau Louis. Asante sana. Wakati mwema.